Mekusubiri kwa hamu umetujilia, shukurani kwa karimu Mola jalia, mwezi ulo mkarimu kutufikia, aya Ramadhan, 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 Ramadhan. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mke wangu vipi hali? Alhamdulillah. Vipi na wewe? Nashukuru Mungu wallahi. Karibu. Jua uko nje mume wangu? Nilikuwa namaliza kazi kidogo kazini hapa. So jua kesho Jumatatu. Ulikotoka vipi kwema? Mume wangu. Mbona unakuja mnyonge hivi? Una nini? Hiyo darasa ya leo. Hebu songe hapa nikuone. Geti hapa. Nikuone. Sawa. Darasa ina nini? Ngoja mwanzo. Leo? Naam. Leo tunaelezwa kuhusu sisi wanawake. Tunaambiwa sisi wanawake motoni tuko wingi. Kwa hivyo ili 10 la mwisho ili. Naam. Tulitendee kazi. Mke wangu kila siku nakupa mafunzo. Na nafikiri nishawahi kuambia kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad alienda safari yake usiku mmoja, Isra wal Miraj. Na alipoenda katika shimo la moto alikutana na watu. Na ndio Mtume akashangaa kama Jibril alayhi salam. Wale kina nani? Jibril akamwambia ni ummati wako, na umma wako, ummati Muhammad. Basi Mtume alilia sana, tena sana, kalia ummati, umma wangu. Kaambia wale wanawake ambao watilo, wanawake wanaosengenya, wanawake wanaofanya umalaya Sasa kwa hivyo mke wangu jitahidi sana, kwa sababu sisi kama sisi wanawake naona pia sisi lakini tuletewa nyinyi kama mtihani na tukapokea, na mashallah tuongozana vizuri, na usihuzunike kwa mawaidha ule ndayapata. Ni wewe jitahidi kufanya mema, kwa sababu nini ndio katika mitihani mikubwa sana, tangu wewe mpaka na wale marafiki zako unatembea nao. Angalia wewe unafika vipi. Kwa maana huwa anapenda upeke yako na mwenye nyumba kuliko kwenda kuchukua huyu hivi. Hao kwa Mwenyezi Mungu wasi mazuri msengenyaji. Na sisi Waislamu tunasema unaposengenya unakula nyama ya maiti ya ndugu yako. Ndio tunaelezwa pia hivyo. Bi Aisha alikuja kuzungumza kitu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, naam, tema chini. Akija kitema litoka pande. Nyama ya kunuka. Ndio hivyo. Kwa hivyo jitahidi. Na mimi mwenyewe nahusia nafsi yangu, nahusia nafsi yako pia, na Waislamu wote kwa jumla. Napokaa tufanye mema. Wanawake wanapokaa kwenye kikao chao, ongeeni yale mema, katazana maovu, amrishane yale mema. Lakini mkiwa huyu amwambie huyu amsengenye. Ama mimi nikae niseme mke wangu ankwenda kwa mamake kumtembelea, kumbe mtoa ya hapa unkwenda kwa mamako kumwambia hivi na hivi na hivi. Mke wangu au mimi sitakuwa. Sasa siri yetu baki siri yetu. Naambia kama tutateta tutete sisi, kama tutasuluhisha tusuluhishe sisi. Alafu nyingine tukaambiwa, naam, tabia kudhulumu mume, kumwambia mume kwamba tuseme kama saisi 10 la mwisho watu wataenda madukani kwenda pata nguo ama buibui ama nini. Umpewa ambaye buibui ni 2000, wewe unkuja kuomba mume wako buibui ni 4000, hiyo ushamdhulumu mume. Mashaallah mke wangu, naona pia darasa leo ni kuingia ndani ya moyo wako. Na wanawake kama hao wapo, kuna wanawake wanaolewa kwa sababu ya kitu. Hapo mfuata yule mume, amepata mume pengine na mali au familia yao inajulikana. Sasa yeye afati kama kumfuata mume, kuna kitu ndanifuata. Alafu tukaambiwa pia nenda na kulingana na mume wako vile alivyo na uwezo wake. Mume akwambia leo tutapika papa, kubali, kwa sababu mjue mfuko wake. Anaelewa leo anacho,
kesho hana. Na sisi wanaume kule nje tupata dhiki sana. Sababu tukizunguka tunasema leo watoto watakula nini? Leo watoto watafanya nini? Kwa hivyo tuwe makini. Tuwe watu wa kushukuru na watu wa kuwa na subira. Subira ni muhimu sana. Bila subira katika maisha huwezi kutoboa. Ndio pale ukaona ukosa subira unafanya mambo ambayo sio. Kwa hivyo mke wangu, nashukuru kwa darasa uliyoipata na tazidi kuambizana inshallah. Na lingine leo kuandalia nini? Leo kuna kitabu ndio. Ndio. Na tena sitaki matoboshana. Na vanila. Nashukuru sana. Na pia sasa kutengeneza kama ile ya jana. Haya. Asante. Ramadan, 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 Ramadan. Sijui nimwambie mume wangu so mamake mnamshika kwa mali ama italeta fitna. Madamu watoto wake wenyewe wanafanyia kibaba, basi haina haja mimi kumwambia mume wangu, haina haja. Kamila, mke wangu. Unani mbona mzubaa? Niambie. Unajua nafikiria mambo ya Jumamosi vile nalika watu, sijui nipike nini. Mke wangu Tamila. Jumamosi wafikiria nini? Kwani unataka tupike nini? Wallahi niwe mkweli mume wangu, sijui hata sijapanga chochote. Sijui nifanyeje yani. Wewe pika snacks tu ndogo ndogo. Bajia, viazi. Kama utakuwa na mitai pia au kaimati itakuwa sawa. Lakini biriani nishaagizia. Wallahi. Italetwa paka hapa. Kweli? Kweli. Sasa mimi unipishe mimi wallahi, yani mimi nakudanganya. Ile wajua kuna wallahi nyingine yani nile yani kama kweli mume wangu. Mume wangu. Nataka kudanganya wewe alafu ile usijali kuhusu hilo. Au maazo yaondoke kabisa. Kwani watu wangapi ambao watakuja? Watu kama 12, 15 hivi. Na jirani mwambie. Itakuwa vizuri tulete family kutoka mbali na hapa pia kuna wenzetu. Baba tabaruku. Naomba tafadhali. Inshallah nitawaambia. Sawa. Nawaambia wawili tu lakini basi nitamwambia jirani tu huyo hapa huyo. Salma. Na watoto wake pia. Inshallah. Maana najua mumeo kwa Arabuni sasa hivi mwenyewe kwa mpweke kweli. Lakini paka muombe ruhusa sasa. Tamwambia najua hawezi mkataza kwa sababu ile rafiki yangu hata jana tumeongea na simu. Sawa. Okay.